Haleluya. Mshangilie Mungu mahali ulipo. Shangilie tena Mungu mahali ulipo. Haleluya. Tunamshukuru tena Mungu kwa siku nyingine ambayo ametupa nafasi ya kusogea madhabahuni pake kwa ajili ya maombi. Haleluya. Ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu sana. Mbele yetu tuna wiki chache, siku chache zimebakia tumalize maombi. Kwa hiyo Mungu akusaidie usiweze kuishia njiani, atupe neema ya kumaliza maombi haya pamoja. Haleluya. 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 Mpongeze jirani yako, mwambie hongera kwa ushindi. Mpongeze jirani yako, mwambie hongera kwa ushindi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kiona mtu ampongezi mwenzake, msukume kidogo, amechoka. Mwambie mwenzako hongera kwa ushindi. Haleluya. Msukume ile, usimwangushe. Haleluya. Mungu awabariki sana. Napenda kumshukuru Mungu kwa neema aliyotupa juu ya siku yetu ya ngapi ya maombi? 10 na ngapi? Haleluya. Ni neema ya Mungu sana. Ni neema ya Mungu sana. Mungu akubariki mama yetu Askofu Bishop Nyisake Uda Chaula. Mungu akubariki sana. Somo letu la leo tunaendelea na maongezeko. Mwambie mwenzako maongezeko. Mwambie mwenzako maongezeko. Toka siku ya kwanza ya semina yetu ya maombi tumekuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwa walimu mbalimbali kwa habari ya maongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo imependeza Mungu tujifunze kitu kimoja chenye kichwa cha somo kinachosema kuyapokea maongezeko kimfumo. Kuyapokea maongezeko kimfumo. Mwambie mwenzako kuyapokea maongezeko kimfumo. Kuyapokea maongezeko kimfumo. Haleluya. Haleluya. Pata msomaji nisomee Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 13. Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 13. Baba yetu uje mbinguni. Ndio. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ndio. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Haleluya. Haleluya. Na hilo ndilo neno la Bwana. Soma Biblia katika Injili ya Mathayo ile sura ya 6 na ule mstari wa 9 mpaka 13. Maneno haya ni sala ambayo Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Walipomweleza kwamba tufundishe kuomba, tusali vipi? Akaanza kuelekeza ni namna gani ya kuomba wanapotakiwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sali hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vikuu viwili kama sio vitatu tunataka tukiangalie siku hii ya leo. Alafu siku ya kesho tutaendelea tena na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameanza kuwafundisha kwamba mnaposali hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kichwa chetu cha somo kinasema kuyapokea maongezeko kimfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipokuwa akiwafundisha wanafunzi akawaambia juu ya vitu vikuu vingi, lakini leo nataka tuangalie vitu vikuu vitatu. Kitu cha kwanza ambacho anawafundisha ni kwa habari ya ufalme. Anasema ufalme wako uje, alafu mapenzi yako yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali popote duniani hakuna mapenzi ya Mungu yanatimizwa kabla ufalme wa Mungu haujaja. Ili mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa mtu, ni lazima ufalme wa Mungu ushuke kwanza kwenye maisha yetu. Haleluya. Ninapoongelea ufalme, siongelei majumba ya mbinguni wala siongelei majengo ya mbinguni.
kutimizwa kwa mtu fulani, lazima kwanza huyu mtu ashukiwe na ufalme wa Mungu au ashukiwe na mfumo wa kimungu kwenye maisha yake. Kinaanza mfumo wa Mungu kumiliki mtu, alafu ndio yanafuata mapenzi ya Mungu kutimizwa. Mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa ni maongezeko. Mapenzi ya Mungu ndani ya Shalom ni maongezeko. Haya maongezeko hayatatimia mpaka ufalme wa Mungu umeingia ndani yako, mpaka mfumo wa Mungu umeingia kwenye maisha yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema mfumo ni njia ya kauli nyepesi. Mfumo ni njia ya uendeshwaji wa kitu fulani, ni namna kitu fulani kinavyoendeshwa ili kufikia jambo fulani. Haleluya. Na hivyo vitu hakiwagi kitu kimoja, maana ni vitu vingi vinavyoungana ili kutimiza kusudi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninapoongelea mfumo wa upumuaji kwa mwanadamu, maana ni mfumo mmoja, lakini ndani yake umebeba vitu vingi vinavyotimiza kusudi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama naelewa vizuri. Tunapoongelea mfumo wa maji hauanzi pale unapokinga maji. Mfumo wa maji unahusisha vitu vingi mpaka wewe ukayapata yale maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sio unanielewa vizuri? Muulize mwenzako, unaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anafundisha kitu kimoja cha ajabu sana. Ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni, unaposali sema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa hapa juu mbinguni. Haleluya. Ufalme wa Mungu nimesema ni mfumo wa utawala. Ufalme wowote ni mfumo wa utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sio kama naelewa vizuri. Ufalme unaposhuka ndani ya mtu, maana huyo mtu anapokea mfumo wa kutawaliwa na ule ufalme. Anapokea mfumo wa kuongozwa na ule ufalme. Anapokea mfumo wa kulindwa na ule ufalme. Anapokea mfumo wa kuongozwa na ule ufalme. Haleluya. Sasa Yesu anaambia mkisha upokea ule ufalme, maana mkiupokea ule mfumo, mapenzi ya Mungu yatatimizwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ishu kubwa tunayohitaji ni kutafuta kwa bidii ufalme ukae ndani yetu, ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Nimesema ufalme ni mfumo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaongea kitu kimoja cha ajabu alipokuwa akisema na wale watu, ya kwamba ninawaambia ufalme wa Mungu umo ndani. Haleluya. Ufalme wa Mungu umo wapi? Maana ule ufalme wa Mungu unatakiwa ukae wapi? Haleluya. Ufalme wa Mungu unatakiwa ukae wapi? Anaposema ufalme wa Mungu anamaanisha majengo? Anamaanisha nyumba? Nini anamaanisha? Mfumo wa utawala wa kimbingu ukae ndani yako. Mfumo wa uongozi wa kimbingu ukae ndani yako. Kwa sababu ule mfumo kisha kaa ndani yako, ule ndio unaotimiza mapenzi ya Mungu kwako. Na ndio maana si ajabu wote tukao kanisani, lakini sio wote tuna mfumo wa kimungu ndani yetu. Wote tukaimba kwaya moja, lakini sio wote tukao na mfumo wa kimungu ndani yetu. Na ndio maana mapishano yamekuwa mengi ndani ya kanisa, kwa sababu sio wote tuna mfumo wa Mungu ndani yetu. Haleluya. Kinachokufanya kuwa mwana wa Mungu ni mfumo wa Mungu ukikaa ndani yako. Kinachokufanya uwe mtoto wa Mungu ni mfumo wa Mungu ukikaa ndani yako. Haleluya. Sio kama naelewa vizuri. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Yesu anasema anasema ufalme wa Mungu upo ndani yenu. Maana yake ni nini? Mfumo wa Mungu umewekwa ndani yako. Kwa lugha nyepesi tungesema ule mfumo wameuinstall ndani ya mtu fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo wa kimungu unapoachiliwa kwenye maisha ya mtu, sio huyo mtu tena anayetenda, bali anaongozwa na ule mfumo ulio ndani yake. Haleluya. Mfumo wa Mungu ukikaa kwenye biashara yako, hautauza kama wengine wanavyouza, utauza kama mfumo unaotaka uuze.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio kila fundisho ni lako, wala sio kila kinachoongelewa ni cha kwako. Lazima ujue kupima ya kwamba hichi kitu kinachoongelewa na kile kitu kilicho ndani yangu vinaendana. Haleluya. Ajabu ni kwamba watu wengi tunapata kazi madhabahuni, lakini tunataka tuiongoze kazi sawa sawa na influencer wanavyosema. Tumepata ndoa madhabahuni, tunataka tuiongoze ndoa sawa sawa na mashoga zetu wanavyotuambia. Tumepata watoto kanisani, tunataka tuwalee kama majirani wanavyosema. Haleluya. Tunasahau ya kwamba mfumo uliokupa mtoto una listi yote ya maelekezo namna gani ule mtoto. Mfumo uliokupa kazi una maelekezo yote namna gani uendeshe kazi. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, mfumo ndio unaoleta matokeo. Mfumo kihisia. Wala tunapokea maongezeko kwa matamanio tu. Tunayapokea maongezeko kwa kukubali mfumo wa Mungu uingie kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Yesu amesema wazi, ili mapenzi ya Mungu yatimizwe, ni lazima ufalme wa Mungu ushuke. Ushuke ukae wapi? Ushuke ukae ndani yetu. Haleluya. Mfumo wa Mungu unapoingia kwenye maisha yetu, mfumo wa Mungu unapokaa kwenye maisha yetu, maana yake maongezeko yanakuwa ni sehemu ya maisha yako. Haleluya. Maongezeko yanakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo nyingine nasema maongezeko yanakuwa ni response ya mfumo mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna watu wengi sana ndani ya makanisa. Tuna vitu vingi sana ndani ya kanisa. Mungu anaovisema ndani ya kanisa. Lakini kwa nini ametokea kwa watoto wa Mungu? Wengi wanaosemewa yale maneno wako nje ya mfumo. Haleluya. Wale wanaotabiriwa zile baraka wanakuwa nje ya mfumo. Tunataka baraka ambazo Yesu yuko mbali na sisi. Lakini baraka ya Mungu ni ile ambayo Yesu anakuwa pamoja na wewe. Yesu anatembea na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mfumo wa Mungu, mfumo wa kimbingu ni tofauti na mfumo wa dunia. Tunapoangalia kuna mifumo mikuu mitatu inayoongoza maisha ya mwanadamu. Mifumo mikuu mitatu. Sasa huu mfumo wa Yesu ninaosemea ni tofauti na mfumo wa waganga, ni tofauti na mfumo wa dunia. Una sheria zake, una taratibu zake, una kanuni zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anataka anapotenda kwenye maisha yako awe ndani yako. Anapofanya kwenye maisha yako awe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tumepokea neno, tumeyapokea mapenzi. Haya ndio mapenzi ya Mungu ndani ya mwaka 2026. Ndio mapenzi ya mbingu ndani ya mwaka 2026. Lakini ili yatimie, Mungu anataka uwe sehemu ya mfumo wake. Uwe sehemu ya mfumo wake. Unaona kitu cha ajabu anachosema chini. Anasema mapenzi yako yatimizwe duniani kama wapi? Mbinguni. Maana yake ule mfumo unaoongoza mbinguni ndio ule unaoongoza duniani. Ule mfumo unaotengeneza vitu mbinguni ndio unaotengeneza vitu duniani. Ukiingia ndani yako wewe ni raia wa mbinguni kama walivyo wengine. Ukikaa ndani yako wewe ni citizen wa mbinguni. Haleluya. Mapenzi kwa nini yatimizwe duniani kama mbinguni? Kwa sababu kuna daraja linalotuunganisha. Kuna kitu kinachotufanya tuwe wamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Muulize mwenzako kama anaelewa. Muulize mwenzako kama anaelewa. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Mapenzi ya Mungu yanaanza kuonekana ndani ya mtu. Mfumo wa kimbingu ukiwepo ndani ya mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuangalie Mathayo 6 na ule mstari wa 33. Twende mstari wa 33. Yes. Biblia inasema. Ndio. Bali utafuteni kwanza ufalme. Ole shikito tunachosema. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Ufalme wa mbinguni. Nimekwambia ufalme ni mfumo wa uongozi, mfumo wa utawala. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Kingine nasemaje hapo chini? Na haki yake. Na haki yake. Na hayo yote. Na hayo yote
kuongezewa. Anasema ili muweze kuzidishiwa haya yote mnayotamani, ili muweze kuongezewa haya yote mnayohitaji. Siri sio kuyakimbilia yale kwanza, bali utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Haleluya! Tupo siku hizi siku 27 kwa sababu tunautafuta ufalme wa Mungu, tunaitafuta haki yake. Maongezeko ni lazima kwenye maisha yetu. Maongezeko yatakuwa sehemu ya maisha yetu. Lakini kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Haleluya! Kitu cha kwanza ni ufalme wa Mungu kwenye maisha yako, mfumo wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ukishapokea mfumo wa Mungu kwenye maisha yako, kinachobaki sio kazi yako, ni kazi ya mfumo kufanya kwenye maisha yako. Sio kama unaelewa vizuri? Sio kama unaelewa vizuri? Anasema tafuteni kwanza kwa bidii ufalme nini? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na nini? Hiyo iko juu yako. Lakini bwana kisha na hayo mengine mtazidi. Hilo liko juu yako. Liko juu ya yule unayemtafuta ili azidishe. Sio kama unaelewa vizuri? Kuna sehemu ya wewe kufanya ambayo ni ya muhimu zaidi, ambayo ukishaitenda ile yanayobaki sio kazi yako kuyatenda, bali ni kazi ya ule mfumo wa kimungu uliotafuta kufanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wa Mungu siku zote hatukimbizani na vitu kama watu wa dunia wanavyokimbizana navyo, kwa sababu mfumo wa dunia unawaambia ukikimbizana na vitu basi ndio utafanikiwa. Lakini mfumo wa Mungu unatuambia kabla ya kukimbizana na vitu kwanza tukimbizane na ufalme wa Mungu kwanza. Tukishakimbizana na ufalme wa Mungu kwanza, yale mengine hatutayakimbiza, yatatukimbiza. Vile vingine hatutavitafuta, vitatutafuta. Haleluya! Sio kama unaelewa vizuri? Sio kama unaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Haleluya! Haleluya! Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni formula ya maongezeko yoyote ya kimungu. Ni kanuni. Haleluya! Ni kanuni, wala sio motivation kama nilikuwa kumotivate, kukutia nguvu, kukushawishi, bali ni kanuni ya kiroho kabisa. Unapotafuta ufalme wa Mungu, unapotafuta mfumo wa kimungu kukaa kwenye maisha yako, maongezeko yanaanza kukutafuta, sio wewe unayatafuta. Sio kama ninaongea na mtu. Sio kama ninaongea na mtu. Sio kama ninaongea na mtu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma katika Warumi 12 na ule mstari wa pili, kuna kitu cha ajabu sana Biblia inaongea pale. Haleluya! Mungu anasema kupitia mtumishi wake Paulo kitu kimoja kizuri sana. Anasema hivi, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Ona kitu cha ajabu kinachoongelewa hapo. Anaposema wala msiifuatishe namna ya dunia hii. Lile neno namna limetafsiriwa Kigiriki. Haleluya! Neno la Kigiriki linasema aion. A-I-O-N. Maana yake mfumo, njia, kanuni, sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaposema msifuatishe namna, maana yake msifuatishe mfumo wa dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunakuja kugundua kuna mfumo mwingine wa pili ambao ni mfumo wa dunia. Haleluya! Ni mfumo wa dunia. Mungu anapoiumba dunia kulikuwa na mifumo mikuu miwili tunatawala. Mwanzo wa yote, mfumo wa kimungu na mfumo wa dunia. Adui shetani alipotumwa ukaongezeka mfumo wa tatu, mfumo wa adui shetani au mfumo wa giza. Lakini cha ajabu ni kwamba ule mfumo wa giza ukaumeza mfumo wa dunia. Kwa hiyo mfumo wa dunia ukaanza kumilikiwa na adui. Haleluya! Kwa hiyo tukapata vitu
viwili hapo. Mfumo wa kwanza mfumo wa kimungu, lakini mfumo mwingine mfumo wa dunia ambao ni mfumo wa shetani. Sio kama naelewa vizuri. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo anasema anaposema na watu Warumi wala msifuatishe namna ya dunia hii, wala msienende kama dunia inavyotaka. Msifuatishe mfumo wa dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu. Kumbe mfumo wa Mungu unageuzwa kuanzia kwenye nia. Unageuzwa kuanzia ndani. Unageuzwa kuanzia ndani. Mtu aliyekubali Mungu haanzi kumbadilisha nje mpaka amebadilisha ndani yake. Amebadilisha ndani. Akibadilisha ndani ya nje hayazuiliki. Akibadilisha ndani ya nje havizuiliki. Haleluya. Mfanye upya, mbadilishwe nia zenu. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana mtu anapotubu, kitu cha kwanza kushughulikiwa ni ndani. Nia ya mtu inaanza kushughulikiwa. Ndio maana halisi ya neno toba. Toba maana yake repent kwa kizungu. Kule kulipent ukilitafsiri maana yake kubadilisha jinsi unavyofikiri, kubadilisha mtazamo wako, kukubali kugeuka kwanza. Kwa hiyo tunapoomba toba, hatuombi kusamehewa kwanza, tunaomba badiliko kwanza litakaloambatana na msamaha wa Mungu. Ukikubali kubadilika, hata Mungu akikusamehe kesho urudie matapishi. Sio kama naelewa vizuri. Kinachosababisha watu warudie matapishi ni kwamba alitafuta toba ya Mungu, akutafuta badiliko la ndani. Sio kama naelewa vizuri. Mungu anaanza kubadilisha ndani. Akisha badilisha ndani, anaachilia msamaha. Ukioshwa usirudie matapishi. Ukioshwa usirudie uharibifu. Ukioshwa usirudie dhambi. Kwa nini dhambi zile zinajirudia? Ni kwa sababu tumetafuta kusamehewa na Mungu ili tuondoe hukumu ya ndani wakati hatujakubali kubadilika kutoka ndani. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mimi nasema yeye ni mwaminifu na wake anakusamehe. Lakini kesho karudi pale pale. Sio kama unaelewa vizuri. Unaposamehewa nini maana yake? Mungu anataka akuondolee mfumo wa dunia kwa kugeuza nia yako, alafu akuwekea mfumo wake, akuwekea utawala wake, ambao ukishapokea ule utawala uanze kufanya kama mwana wa mfalme, uanze kutembea kama mwana wa mfalme, uanze kuishi kama mwana wa mfalme. Haleluya. Haleluya. Mwezi wa pili tunaanza rasmi kazi zetu na shughuli zetu. Tunapokwenda kule tunakutana hivi tunashopambia tunakutana nacho. Kuna watu wengine ambao wanaenda kufanya biashara au watu wengine wanaingia kwenye ile ofisi. Watu wengine wanafanya shughuli ile wanaoifanya, lakini wale watu tayari wameshajikomiti na mifumo yao ya giza. Kwa hiyo wanaenda pale wameshiba nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama naelewa vizuri. Kawaida siku zote ufalme ulimwengu wa roho una kawaida ya kutawala ulimwengu wa mwili. Maana kwa lugha nyepesi, aliyeshinda zaidi mfumo wa kiroho anayo nguvu ya kutawala mfumo wa kimwili. Sasa balani inakuja pale ni kwamba anatoka mwana wa Mungu hapa ambaye ameyapokea maongezeko kihisia na hajapokea maongezeko kimfumo, anaenda kula na neno la maongezeko, lakini maongezeko ndani yake hayapo. Anataka ni mtu ambaye limeshibishwa mifumo ya kipepo, linaamuru vitu kwenye ulimwengu wa mwili. Unaanza kujiuliza, utafikiri kana kwamba Mungu alikudanganya. No, Mungu hakudanganya. Alipotuambia kwamba ni mwaka wa kupata maongezeko, maana yake alitaka kwanza tupokee mfumo wa kimungu utakaodhihirisha maongezeko wapi? Mwilini. Sio kama naelewa vizuri. Baba yetu ndiye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Alafu ufalme ukisha kuja ndio kazi yake kutimiza nini? Mapenzi. Haleluya. Sio kama naelewa vizuri. Sio kama naelewa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia hapa haikwambia kwamba usifanye kazi ukitoka hapa. Haikwambia kwamba usiwe na bidii kwenye kazi ukitoka hapa. Inachokusisitizia ya kwamba bidii bila kuwa na ufalme wa Mungu au mfumo wa utawala wa kimungu kwenye maisha yako, hakuna maongezeko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bidii ni ile kama mwaka jana, pengine utaongeza. Haleluya. Lakini kitakachokutofautisha mwaka jana na mwaka huu ni namna gani umejikomiti na mfumo wa kivingi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie unataka kuyapokea maongezeko kimfumo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yako ni kutafuta uso wa Mungu. Kazi ya Mungu ni kuachilia maongezeko kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushajiuliza hata ni kwa nini watu wengi wakiisha kufanikiwa wanaacha na ibada? Ushajiuliza hicho kitu? Ni zaidi ya kwamba haelewi ya kwamba yale alichokipata ni kwa ajili ya nani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliyepokea kitu kwa sababu ya Mungu hayuko tayari atoke mbali na mfumo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unaelewa vizuri? Ndio tusogee kidogo. Tutaelewana vizuri baadaye. Haleluya. Haleluya. Tuangalie tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie tena. Ninapokuambia mfumo wa kimbingu una vitu vyake. Una vitu vyake. Una vitu vyake. Haleluya. Mfumo wa kimbingu una vitu vyake. Kitu cha kwanza mfumo. Kwa sababu nimekwambia kwamba Biblia inasema ufalme wako uje. Nimekwambia ufalme ni mfumo wa utawala. Haleluya. Ufalme ni mfumo wa nini? Wa utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika huu mfumo kuna vitu vitatu au vinne tuviangalie. Jambo la kwanza, utawala wowote au ufalme wowote unakuwaga na mtu wa kwanza au kitu cha kwanza kinachoitwa mfalme au mtawala. Kitu cha kwanza ni mfalme au mtawala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu cha kwanza ni mfalme au ni utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwezi kuwa na ufalme bila mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwezi kuwa na mfalme bila ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme lazima awepo. Sasa katika mfumo huu au ufalme huu, utawala huu, mfalme wetu ni Mungu mwenyewe. Sawa? Mungu mwenyewe. Yesu Kristo. Anasema kwenye Mathayo 28:18 kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huyu ndiye mtawala wa mfumo wetu. Wa kwanza ni Mungu mwenyewe. Ambapo hapo tunaunganisha ni Mungu mwenyewe pamoja na mamlaka aliyonayo. Haleluya. Haleluya. Mungu mwenyewe pamoja na mamlaka aliyonayo. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya mfumo tulio nao ni sababu ya mtawala aliyeko juu yetu. Nguvu ya mfumo ni kwa sababu ya mtawala aliyeko juu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinaweza falme nyingi sana duniani. Zina wafalme wao, lakini zitatofautishwa kulingana na mamlaka aliyonayo mfalme aliyepo kwenye ule ufalme. Na ndio maana uliona ukisoma kwenye Biblia unasema kwamba mfalme fulani akavamia mahali fulani akawapiga, akateka nyara mpaka wafalme wake. Maana yake nini? Yule mfalme alikuwa na nguvu au alikuwa na mamlaka zaidi kuliko yule mwingine. Na ndio maana akaweza kumwangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya mfumo inategemea yule mtu aliyeko juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani nimesema? Ndio nguvu ya utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni kitu cha kwanza. Lazima kuwepo na mtawala ambaye ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi hatuna mashaka na Mungu wetu kwa sababu tunajua nguvu yake haina ukomo wala haina mipaka. Maana yake ni sisi tu kujiunganisha na mfumo ili na sisi tupokee nguvu isiyokuwa na mipaka. Hicho tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona umeshindwa kwenye vita sio kama Mungu ameshindwa, hapana. Kuna mahali kukaa vizuri kufyonza nguvu ya Mungu kushindia. Na ndio maana Biblia inasema kwamba azimiaye wakati wa taabu nguvu zake ni nini? Haijasema nguvu za Mungu ni chache. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaelewana vizuri. Sisi tunaelewana, muulize wenzako unaelewa vizuri? Muulize unaelewa vizuri? Haleluya. Kitu cha pili ni sheria na haki. Katika ufalme wowote lazima kuwepo na kitu kinachoitwa sheria. Kwenye sheria kuna muunganisha na haki. Haleluya. Kila ufalme, kila utawala una sheria. Sio kama unaelewa vizuri. Kila utawala una sheria. Sheria ndizo zinazoongoza ufalme. Sheria ndizo zinazoongoza utawala. Kanisani hapa tunaenda kwa sababu zipo sheria. Kwenye nchi yetu tunaenda kwa sababu zipo sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika ufalme wote kuna kitu kinachoitwa sheria na nini? Na haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria ndizo zinazoongoza ufalme wowote duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye ufalme huu tulio nao sheria yetu ipo. Na katiba yetu ni Biblia, neno la Mungu. Ndicho kinachotuongoza. Maana unapovunja sheria umevuruga mfumo. Unapovuruga mfumo umevuruga matokeo. Haleluya. Kwa lazima tuwe makini hapo. Kuna kitu kinachoitwa nini? Sheria.
Hatuwezi kuyapokea maongezeko kama tutaikataa sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuwezi kupokea matokeo kama tutaikataa sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inakwambia usizini, inamaanisha usizini. Kumbuka huu ni ufalme. Sio kwenye ufalme hakuna demokrasia. Kwenye ufalme hakuna demokrasia. Mfalme kwambia kulala ni saa 12, basi saa 12 kulala. Hakuna kuulizwa ni kwamba kwa nini tunalala saa 12. Sio kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo unapoambiwa sheria ni kuifuata, sio tu kuiangalia kwamba ipo, bali uifuate. Haleluya. Mimi sio kama naongea na mtu. Nilikuwa nasema na watu fulani maeneo fulani, nikamwambia unajua Mungu anapoweka sheria kama hizi, anapoweka taratibu kama hizi, anakuwa na maana yake. Haleluya. Anakuwa na maana yake. Ni kama mfano, just imagine Mariamu, Bikira Maria. Sio hivyo? Biblia inasema alikuwa mposwa na nani? Alikuwa mposwa na Yusufu. Maana kila kitu kilikuwa tayari kuelekea kwenye nini? Kwenye ndoa yao. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ameposwa na Yusufu, bado alibaki katika hali yake ile ile na usichana wake. Sasa akiwa katika hali ya usichana wake, Biblia inasema malaika akamtokea na kuanza kumpa lile neno alilompa kwa baada ya kuzaliwa kwa Yesu. Nipende just imagine, Mariamu angetokea ameenda kazini kwa siri. Mfano uzinzi kwa siri. Ni kweli roho yake kamhukumu sana. Angerudi kwa Mungu kwenda kuomba toba, Mungu angemsamehe asingemsamehe? Angefanya nini? Biblia inasema Mungu ni mwaminifu na wa haki, anafanya nini? Lakini jiulize, pamoja na kwamba Mungu amemsamehe, je, Mariamu angebaki bado kuwa kwenye ahadi ya kupitisha Yesu? Kuna watu wengi hapa wa namna hiyo. Tunaona kama tukisamehewa tumemaliza, lakini hatuhesabu gharama tulizozipoteza kwa zile mistake ndogo tulizozifanya. Pamoja na kwamba Mariamu angesamehewa, asahau Bikira Maria, asahau swala la kupitisha Yesu, asahau. Unapoikataa sheria, maana unayakataa matokeo. Kuna watu wengi tumevuruga future zetu kwa sababu ya mistake ndogo tunazozifanya na kuhisi kwamba kwa sababu Mungu ni mwaminifu na haki, atasamehe kila kitu. Kumbuka kuna Yesu anatakiwa azaliwe kupitia wewe. Kumbuka kuna maono yanatakiwa yatoke kupitia wewe. Unapokubali kuivuruga sheria, maana unakubali kuvuruga mfumo wa kukuletea yale maono unayotamani yatokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kubali sikubali ndani ya ufalme, ili tupokee maongezeko, lazima tuwe makini na sheria ya Mungu inayosema kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako huwezi kuikwepa sheria. Huwezi kukwepa sheria. Huwezi kukwepa sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nikwambia, ufalme hauongozwi kwa hisia tu. Ufalme hauongozwi kwa matakwa tu, bali unaongozwa kwa sheria. Kuna vitu vingine unaweza kuona ni vibaya, lakini kwa sababu sheria imesema fanya, utafanya kwa sababu ya sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sheria ni rula ya kunyosha. Haleluya. Hata kama unaona upendi wewe, usubiri sheria itenguliwe ndipo uweke sheria yako. Haleluya. Lakini kama sheria haijatenguliwa, haijalishi ile sheria itakuumiza kwa namna gani, lazima uifanye kwa sababu ni sheria. Sio, unaelewa vizuri? Kusingekuwepo na sheria, basi nchi ingevurugana miaka mingi sana. Kwa sababu kila mtu angejishukulia sheria wapi? Mkononi. Haleluya. Sio, unaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sio kama tunaelewana vizuri. Haleluya. Usiyaharibu matokeo yako kwa sababu umeshindwa kusimamia sheria kwa Mungu alikwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kitu kingine, ufalme wowote lazima uwe na raia. Haleluya. Uwe na raia. Lazima uwe na raia. Raia huyu ni nani? Raia wa ufalme huu ni yule aliyekubali kujiunganisha na ufalme. Aliyekubali ule ufalme wa Mungu. Biblia inaposema ufalme wa Mungu uko ndani yenu, ule ufalme uwe installed ndani ya mtu fulani, uwekwe ndani ya mtu fulani, akubali ule mfumo uingie kwenye maisha yake, huyo anakuwa raia wa huo utawala. Haleluya. Raia wa huo nini? Huo utawala. Mtu yoyote aliyekubali ufalme uingie ndani yake, haleluya, ufalme uingie ndani yake, anakuwa ni raia wa nini?
wa ufalme. Ona kitu Biblia anachosema kupitia mtumishi wa Mungu Paulo. Ukisoma katika ile wa Filipi 3 na ule mstari wa 20. Hebu naomba unisomee hapo mtumishi. Wa Filipi 3 mstari wa 20. Biblia inasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Wenyeji wetu upo wapi? Uko mbinguni. Soma. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge, ndio, upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Ndio. Kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema sisi ni raia wa mbinguni, tunamaanisha ya kwamba unaweza kujiuliza, unasemaje wewe ni raia wa mbinguni alafu na kitambulisho cha NIDA kinasema wewe ni raia wa Tanzania? Haleluya. Sisi ni raia wa mbinguni, lakini asilimia kubwa ya watu tukiangalia tuna vitambulisho vya NIDA vinavyotuambia sisi ni raia wapi? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Biblia inatuambia sisi wenyeji wetu ni wapi? Maana yake ni nini? Tuna mfumo wa kimungu ndani yetu. Tuna mfumo wa kimbingu ndani yetu. Yesu atakapokuja kunyakua wale watu hata angalia sura, ila mfumo utavuta walio na mfumo unaofanana. Yaani kitakachosababisha wewe upae kwenda kwa Mungu ni ule mfumo, vinavutana kama sumaku. Yaani mfumo unauvuta kitu cha kufanana nacho. Haleluya. Kinachotakiwa ni wewe tu unajiweka vipi, unachukua vipi namna ya wewe kufanya ili ule mfumo wa kimbingu uwe sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Huwezi ukawa raia wa mbinguni kusoma Biblia mpaka bishop akwambie fungua Mathayo 3 mstari wa 12. Huwezi ukawa na mfumo wa kimungu kama kuomba tu mpaka uambiwe kwamba fulani amekutamkia utakufa kesho. Huwezi kuwa raia wa mbinguni ukiambiwa utoe hela inakuuma mpaka kwa mwisho. Raia wa mbinguni anatii sheria bila shuruti. Aliye na mfumo wa Mungu anatii sheria bila shuruti. Haleluya. Sio kama naelewa vizuri? Sio kama naelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Unapofanyika raia wa mbinguni, maana yake una haki ile itokayo mbinguni. Na utambulisho wako ni damu ya Yesu. Ile ndio NIDA yako unapotembea. Haleluya. Biblia inasema akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila rangi. Anaposema akamnunulia Mungu, maana yake kabila lako lilikuuza, halikutaki tena. Akamnunulia watu wa kila rangi, maana yake pengine jamii yako ilikukataa. Lakini Yesu akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila rangi, watu wa kila asili, akamnunulia kwa damu yake. Unaelewa maana akamnunulia? Maana uliuzwa. Neno kununua ni neno la kibiashara, uliuzwa. Haleluya. Sasa ukishauzwa tayari hauwi chini ya mamlaka yako, bali ya mamlaka ya yule aliyekununua. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ajabu ni kwamba watu wengi tumenunuliwa na Mungu, lakini bado tunakimbilia kuyatenda yale ya kule tuliko tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamekutupa kule, lakini umenunuliwa na Mungu, bado unatamani kutenda ya kule walikokuona haufai, walikokuona hauna thamani, unakimbilia kuyatenda yale. Yesu anashangaa, hivi hichi ni kiumbe cha aina gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Matokeo yapo kwenye kukubali mfumo wa kimungu na kutembea ndani ya mfumo. Haleluya. Haleluya. Sio kama naongea na mtu vizuri. Sio kama naongea na mtu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichomsababisha Mungu amkataze Isaka kwenda Misri ni kwa sababu alijua mafanikio ya Isaka hayajafungwa kwenye mfumo wa duniani, hayajafungwa kwenye desturi ya duniani. Akamwambia baki hapo hapo, utakapopanda wewe utavuna. Ni kweli duniani hakuna mvua imekataa kunyesha, lakini anamwambia wewe panda utavuna. Na alipopanda alivuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama ninaongea na mtu vizuri. Sio kama ninaongea na mtu vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo namba 2 ni mfumo wa dunia. Na mfumo namba 3 ni mfumo wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi tuko hapa kanisani, tumekubali kuokoka, lakini bado tunashikiliwa na mifumo ya kule tulikotoka. Bado tunashikiliwa na mifumo ya koo zetu tulikotoka.
Bali tunashikiliwa na mifumo ya jamii tulipojenga au kupanga nyumba zetu, kwa sababu kuna roho nyingine ukishapanga eneo fulani kuna mfumo mahali pale unakamataga watu. Bali tumeshikiliwa na ile mifumo. So tunakuja kanisani, Mungu ametutamkia mwaka wa maongezeko. Tunalipokea neno la maongezeko. Ndani hatuna mfumo wa kutuletea maongezeko ambayo Yesu anayasema. Tunapokea maongezeko wakati ndani yetu tuna mifumo mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe hakika Mungu anapotangazia sisi kauli mbiu, anapotangazia mapenzi yake kutoka 2026. Kuzimu ilitangaza mapenzi yake kwa watu wake. Ilitangaza makusudi yake kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoingia mtaani ni kauli mbiu zinashindana. Sio kama unaelewa vizuri. Tunapoingia mtaani ni slogan zinashindana. Sio unaelewa vizuri. Sio unaelewa vizuri. Nataka nikueleze hivi unielewe. Ya kwamba haya maongezeko lazima tuyapokee kimfumo kwanza kabla hatujapokea kwa hisia zetu. Sio kama unaelewa vizuri. Sio kama unaelewa vizuri. Maongezeko tukiyachukua kimfumo, maana yake adui shetani hana namna ya kushindana na wewe mpaka uvuruge mfumo. Haleluya. 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 Nilikwambia kwamba baraka ya wana wa Israeli haikuwa tu baraka, bali ilikuwa ni baraka ambayo Mungu alifanya kama mfumo. Anamwambia Ibrahim, kama nitakubariki, nitakuongeza. Waweza sasa, nitakupa uzao mkubwa kama nyota za wapi na kama mchanga wapi. Hakuishia tu hapo, akasema na uzao wako utamiliki malango ya nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaposema utamiliki malango ya adui zao, maana utamiliki mifumo ya adui. Maana nguvu ulio nayo, nguvu unayotegemea kutoka nayo kwenye maombi tuliyoingia ni nguvu ambayo itameza mifumo mingine. Pale mahali pa kazi yako, nguvu utakayoipokea ikameze mifumo mingine. Haleluya. Hakikisha unapotoka hapo una nguvu ambayo mfumo wote utakaoingia kwenye njia yako umezwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sio kama unaelewa vizuri. Akamwambia, nitakapowabariki sitaishia kuwabariki tu, bali nitawafanya wale watoto wawe baraka. Sio unaelewa vizuri? Yaani Mungu haishi kukubariki tu kabarikiwa, bali anakufanya wewe ndio uwe baraka yenyewe. Ya kwamba watu wengine wakachukue baraka kupitia wewe. Maana yake ni nini? Mungu amekutengenezea mfumo wa baraka ndani yako. Yaani maana yake ni kwamba yeyote atakayetafuta baraka lazima kutafuta wewe ulipo ili abarikiwe. Haleluya. Haleluya. Nitakufanya kuwa baraka. Kwa lugha nyepesi, nitakuumbia mfumo ndani wa kutengeneza baraka. Amen. Kwa hiyo wewe unapotembea ni mfumo unaotembea. Haleluya. Ni mfumo unaotembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi leo nikitoka hapa nikakupa shilingi milioni 1, si nimekubariki? Lakini kama hauna mfumo wa baraka, kesho kutwa utakuja tena kuniomba milioni 1. Haleluya. Haleluya. Lakini kuna yule mtu mwingine ambaye ndani yake ana mfumo. Mfumo nini? Mfumo wa baraka. Hata ikitokea leo hii umeenda umeshoma duka lake, hujamkomoa, mfumo unaleta duka lingine. Hata kama ikitokea leo umeenda kuchoma mifugo yake, hujamkomoa, mfumo unaleta mifugo mingine. Sio kama unanielewa vizuri? Sio kama unanielewa vizuri? Watakapokuangalia ni kweli mabarikiwa, lakini mbinu yoyote utakayoitumia unaona haifanikiwi, ni kwa sababu ya mfumo ulioumbiwa ndani yako. Mungu anamwambia yule baraka na baraka ya kwamba wewe unatakaje walahani watu ndio wabariki. Nilichokibariki mimi huwezi kukilaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana angalia watu wote wale shirika bahati nasibu wafuate baada ya miaka 3. Mpaka kwenye miaka 3 mingi, wafuate baada ya mwaka mmoja. Ameshinda kwenye beti hela nyingi, milioni 100, mfuate baada ya mwaka mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokea fedha nyingi, lakini hakupokea mfumo wa kuzitunza, mfumo wa kuendelea kuzizalisha. Baraka ya Mungu haitaki iishie tu kwamba baraka umebarikiwa, uishie tu kuoga kama maji. Anataka ndani yako izaliwe chemichemi itakayozalisha maji mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unifanye pesa. Mungu anapomuumba mwanadamu wa kwanza, anamuumba katika udongo. Anamfinya katika udongo. Lakini mwanadamu wa pili hamtoi kwenye udongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu alikuwa na uwezo mpaka leo tukihitaji mtoto tunamwambia Mungu tunaomba mtoto.
Basi anasema sawa, nenda mahali fulani, unataka mtoto wa udongo gani? Mfinyanzi au nini? Nenda. Anaanza kukufinyangia udongo na kufuka. Haleluya. Lakini kifanya mara ya kwanza alipomuumba mwanadamu katika udongo, hakuruhusu tena mfumo wa uumbaji wa mwanadamu utokee kwenye udongo. Alipomuumba mwanadamu ndani yake akamwekea mfumo wa kuzalisha wanadamu wengine. Maana unapotembea una ule uwezo ambao mara ya kwanza ulitokea kwenye udongo. Mara ya pili haukutokea kwenye udongo tena. Sio kama unaelewa vizuri. Baraka yako inapokaa kwenye mfumo, uwe na hakika hakuna jini, hakuna mchawi wala mapepo yanayoweza kuiondoa baraka yako. Wala nguvu za ukoo haziwezi kuondoa baraka yako. Haleluya. Kwa sababu baraka yetu ni mfumo. Haijaanzia pale, imeanzia mbali sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kuna mahali fulani unaweza ukaenda, watu wanalinda ile sehemu ndogo inayozalisha maji isiharibiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inalinda sehemu inayozalisha maji isiharibiwe. Kwa nini isiharibiwe? Maana ule ndio mfumo utakaosababisha tuendelee kuishi. Nilishangaa kitu kimoja cha ajabu sana. Kwenye kauli mbiu hapa pale mwishoni anasema kitu kimoja kizuri. Anasema kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watayamiliki mataifa. Mfumo hauishani kwa mtu, unaenda mpaka kwa wazao. Haleluya. Kiona na baraka ambayo pekee yake ukifa unateseka, hiyo sio baraka. Haleluya. Baraka yote lazima ikianzia kwako itembee kwenye uzao. Unapoona kitu chochote kinachoenda kwenye uzao, jua huo ni mfumo. Tunataka pate. Baba alikuwa na kisukari, mjomba akafa na kisukari, shangazi akafa na kisukari, mjukuu tuna wasiwasi atumuelewe naye huenda akawa na kisukari. Ni mfumo. Ndio. Haleluya. Unapoona umaskini unatiririka, jua ni mfumo. Kwa hiyo unapopambana usipambane na umaskini kwamba ninajifua kwenye umaskini. Anza kushughulika na mfumo wa umaskini unaokushikilia wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na hakika haya maongezeko haya, kama tutakubali kukaa kwenye mfumo, kuna watu wengine watakuja kula matunda kwenye kimvuli chetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Sio kama nanielewa vizuri. Ni maombi yangu kwamba mwaka 2026 Mungu atufanye kuwa mfumo wa baraka. Haleluya. Watu watakapotamani kufanikiwa wakufuate wewe. Mimi nishashuhudia mtu mmoja anasema, mimi kwa jamaa wangu fulani akijaga ofisini kwangu, huaga siku hiyo nauza sana. Kwa hiyo kuna muda mwingine nampigiaga tu, njoo tupige story. Sio kwamba anampenda, kwa sababu anajua akija ofisini wateja wanakuja wengi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anataka tufanye tuwe namna hiyo. Bidhaa utakayoitoa ikafaidishe na wengine. Mungu akufanye uwe mfumo. Yeyote atakayepita kwenye maisha yako akafanikiwe, kwa sababu wewe ni mfumo wa baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ogopa sana kila mtu anayefikia kwako anapoteana. Alikuwa vizuri alipoenda kwa fulani, kuisha habari yake. Alikuwa vizuri alipoanza kutembea na fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingine havitokei kwenye maisha yetu kwa sababu ya mifumo ile tutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wanaona ila kweli fulani ana bidii, lakini ukijiloga ukasema tushirikiane biashara na vya kwako vinaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu wazuri wana kitu kizuri kwamba ukishirikiana nao utoke mahali, hawaji kwa sababu mfumo linawafukuzia mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imagine una mfumo wa namna hiyo hapo, unakuja kanisani mwambie ni mwaka wa nini? Mwaka wa maongezeko. Unatoka umepokea tu maongezeko, lakini haujakubali mfumo ubadilishe kuanzia ndani, uchukue mfumo unaokupelekea kwenye maongezeko, unaondoka kama ulivyo. Alafu nashangaa nafika Desemba huelewi A wala B. Ulivyokuwa navyo vimepotea. Haleluya. Haleluya. Sio kama unanielewa vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuangalie tena Yohana 17. Yohana 17 mstari wa 14. Yohana 17 mstari wa 14.
Yohana 17 mstari wa 14. Ndio. Mimi nimewapa neno lako. Ndio. Na ulimwengu umewachukia. Kwa kuwa wao sio ulimwengu. Ndio. Kama mimi nisivyo ulimwengu. Ndio. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Ndio. Bali uwalinde na yule mwovu. Si unaelewa kitu Biblia inachosema? Rudia tena hapo mtumishi. Step by step. Anasema hivi. Wao si wa ulimwengu. Wao si wa ulimwengu. Kama mimi nisivyo ulimwengu. Kama mimi nisivyo ulimwengu. Uwatakase kwa neno. Mstari wa 14. Rudia mstari wa 14. Mimi nimewapa neno lako. Ndio. Na ulimwengu umewachukia. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Kwa kuwa wao, kilichosababisha ulimwengu tuchukie ni kwa sababu ya lile neno tulilopewa. Neno linalotuingiza kwenye mfumo mwingine wa maisha. Kwenye mfumo mwingine wa utawala. Kilichosababisha dunia ituchukie ni kwa sababu ya lile neno linalobadilisha nafsi kutuingiza kwenye utawala mwingine. Haleluya. Chini na kitu kimoja cha ajabu sana. Anasema hivi, pamoja na kwamba mimi sipo ulimwenguni, hata hawa pia sio wa ulimwengu. Sio wa ulimwengu. Kama mimi sio wa ulimwengu. Maana yake ni nini? Tunaishi ulimwengu ndio, kwenye ulimwengu ndio, lakini sisi sio wa ulimwengu. Maana yake ni mwiko mkubwa, ni kosa kubwa kumilikiwa na utaratibu wa kiulimwengu. Tunaelewa vizuri? Kitu cha kusema chini, bali ninaomba uwalinde. Haleluya. Uwalinde. Na yule nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama unanielewa vizuri. Unaishi duniani lakini wewe si wa duniani. Haleluya. Pamoja na kwamba unafanya shughuli zote duniani lakini wewe si wa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Si wa duniani kwa namna gani? Kwa mfumo. Kimfumo. Na ndio maana unakuta watu wengi wakiokoka, kuna marafiki wengine huambia toka kwangu, wanaanza kuondoka wenyewe. Mifumo imetofautiana. Haleluya. Sio kama unanielewa vizuri. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa ukiona umeokoka lakini bado unakuza watu zile zile. Ukiona umeokoka lakini bado una maisha yako ya rohoni, viwango vyako vya maombi ni vile vile. Ukiona umeokoka alafu ndani yako hakuna badiliko lolote, uwe na hakika ya kwamba umekubali kuokoka lakini bado haujajiunganisha na mfumo wa kimbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujajiunganisha na mfumo wa kimbingu. Na matokeo siku zote hayapo kwenye kuingia kwenye mlango wa kanisa, hayapo kwenye kuimba kwaya moja. Matokeo yako ni namna gani umejiachilia kwenye mfumo unaokumiliki. Haleluya. Mwaka tutapokea matokeo tofauti. Matokeo tofauti. Kila mmoja kulingana na kiwango chake cha ndani. Anaongea Yohana kitu kimoja kizuri sana, mzee Yohana kwenye Waraka wa 3. Anaandika gani? Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama nafsi yako ifanikiwavyo. Kumbe kufanikiwa kwa nje kulitegemea mafanikio ya ndani. Haleluya. Kuinuliwa kwa nje kulitegemea kuinuliwa kwa ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyeinuliwa ndani anaweza asionekane matokeo yake kirahisi, lakini siku atakapochipuka matokeo yake yanakuwa ni makubwa kiasi cha kushangaza mataifa, kiasi cha kushangaza ukoo, kiasi cha kushangaza majirani. Wala kauli moja ameibukia. Ukweli ni kwamba hatujaibukia, ila mizizi yetu ilianza kutengenezwa chini, ilitengenezwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni watoto tulioshiba siku, ni watoto ambao tumeshiba uzee. Tukiinuka ni kama watoto lakini tuna hekima kubwa. Tukiinuka ni kama wadhaifu lakini tuna nguvu kubwa. Haleluya. Anawezaje kaanza biashara leo akafanikiwa hivi? Wewe ndio unaniona leo. Neno la Bwana linasema nimemwona mtumishi wangu Daudi toka mbali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anawezaje kupata mafanikio? Wanashangaza sana Shalom. Miaka michache limefanikiwaje kuwa wasijue kwamba Shalom ilianza muda mrefu. Mizizi yake sio ya leo. Haikuanzia hapa. Haleluya. Ukiukata mti siku zote kujimwangalia kwa mwaka wa machipuko umejifunza kitu kimoja. Ukiukata mti uliokatwa, uliokuwa umeshiba siku, unapoanza kuota unaweza kuzaa matunda wakati kidogo. Kafupi kanaanza kuzaa matunda. Kwa nini?
Ni kwa sababu shida sio shina. Shida ni kule chini. Shida ni kule chini. Sasa mfumo unachokifanya unaanza kukusuka tokea chini. Mfumo unakutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akitupa nafasi ya kuangalia somo moja linaloitwa nyakati kuu tatu anazozipitia mtu mbeba maono. Kuna nyakati kuu tatu lazima uzipitie. Usipozijua hizo, ndio watu wengi wanashanga na Mungu njiani. Watu wengi wanashanga biashara njiani. Watu wengi wanasiri kwamba pengine nilikosea kuingia kwenye hii sekta. Ziko nyakati kuu tatu. Lazima uzipite hapo. Sasa watu wengi tunaipendaka nyakati ya kwanza na nyakati ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nyakati ya katikati tutakage hata kuisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kuna kipindi ambacho Mungu hata kama amekuita uwe mtu mkubwa, lazima kupitisha kiwango cha kukuchakaza kiasi kwamba ukakosa mpaka ndala ili utakapoinuliwa uwe na discipline. Haleluya. Haleluya. Wangapi tunafahamu Sauli hapo? Ambaye alikuwa Paulo baadaye. Paulo alikuwa kitu kikubwa sana. Lakini kuna kipindi Paulo alionekana ni mhalifu kuliko wote. Haleluya. Haleluya. Alionekana ni mhalifu kuliko wote. Lakini kumbe mbeba kitu kikubwa kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfumo unachokifanya unaanza kukusuka. Unakupa mizizi kiasi kwamba ukiinuka upepo usikuangushe kirahisi. Ukiinuka zoruba isikuangushe kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama umeinuliwa alafu unaathiriwa na maneno. Au kuinuka huko kuliwahi kabla ya wakati. Kuliwahi. Kwa hiyo lazima ukubali rudi tena kule nyuma ukapigwe na Mungu vizuri. Ili kesho maneno yakija kwako wewe ni mafuta kusogeza mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huu ni mwaka wetu wa maongezeko. Ni mwaka wetu wa maongezeko. Ili tuweze kuongezeka, lazima tutafute mahusiano zaidi na Mungu kuliko mahusiano na vitu. Shike kitu kusaidia sana. Ili tuweze kuongezeka, tafuta mahusiano na Mungu zaidi kuliko mahusiano na vitu. Sijasema ukate mahusiano na vitu. Ili lazimisha mahusiano na Mungu zaidi kuliko mahusiano na vitu. Kwa sababu maongezeko yako yanatokea kwa Mungu. Yakija kwako ndio yanaenda kwenye vitu. Haleluya. Haleluya. Sio kama tunaelewana. Sio kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ninategemea ukawe ni mwaka ambao watu tutakuwa vizuri kwenye kusoma Biblia kuliko miaka yote. Ukawe ni mwaka ambao tutakuwa tuna maombi mengi kuliko miaka yote. Ukawe ni mwaka ambao watu tunajinoa vizuri kuliko miaka yote. Haleluya. Kwa sababu tunavyofanya haya mambo tunajiimarisha kimfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Raia yote sisi sote tunapokuwa raia wa mahali fulani, kutimiza sheria ya hilo eneo ni wajibu. Haleluya. Ni wajibu na ni lazima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunatamani tutoke twende mahali fulani. Tunatamani tutoke twende kiwango fulani. Ili tufikie kile kiwango, ili tufikie ile hatua, ni lazima tuimarishe mahusiano yetu na Mungu kimfumo. Lazima tuimarishe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tumejifunza jana kwa bishop. Sio kama ulimuelewa. Sio kama ulielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ile alikuwa nisema jana tu huo mfumo ninaokuambia leo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sio tunaelewa vizuri mtu wa Mungu. Tupigeni kwa kama tunaelewana. Tupigeni kwa kama tunaelewana. Kubali mahusiano yako na Mungu yawe vizuri kuliko kitu chochote. Tumesema kwamba Biblia inatuambia kwamba ufalme wa Mungu ukija, mapenzi yake yanatimizwa. Sasa watu wengi hatuko tayari ufalme wa Mungu kae kwetu. Ila tunataka mapenzi ya Mungu yakae kwetu. Mapenzi ya Mungu hayakai mahali ambapo sio asili yake. Haleluya. Haleluya. Lazima ukubali ufalme kwanza uje kwako. Alafu mapenzi ya Mungu yanatimizwaga tu. Yanatimizwaga tu. Haleluya. Mahali palipo na utawala wake, mapenzi yake yanatimizwa. Haleluya. Mapenzi ya Mungu makao ni nini? Maongezeko. Ili tuweze kuyapokea, lazima tupokee utawala wa Mungu kwanza. Aongoze akili zetu, aongoze mawazo yetu,
aongoze maamuzi, aongoze kila kitu. Haleluya. Sio kama naelewa vizuri. Sio kama naelewa vizuri. Simama mahali. Haleluya. Haleluya. Simama mahali. Mwambie nataka kuyapokea ongezeko kimfumo. Kuyapokea ongezeko kimfumo. Ongezeke ili uongezeke ni lazima mfumo wako uimarishwe. Mahusiano yako na mfumo ni lazima yawe vizuri. Yes. Mfumo utawale maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyosha mikono yako juu niombe kwa ajili yako. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa neema yako. Kwa siku yetu nyingine. Ya 15 uliotufundisha kuyapokea maongezeko kimfumo. Ya kwamba mfumo unapelekea matokeo. Mfumo unapelekea maongezeko. Ya kwamba hakuna maongezeko kama tukikaa mbali na mfumo wa kimbingu. Niko mbele zako katika jina la Yesu. Ninaomba leo neema yako ya kujiunganisha kwenye mfumo wa kimbingu. Ufalme wako uje kwenye maisha yangu. Ufalme wako uje kwenye kazi yangu. Ufalme wako uje kwenye maisha yangu. Kila eneo, kila pande, kila kona kutawaliwe na mfumo wako. Nikashibe mfumo wako. Nikashibe uongozi wako katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Mwezi ni mtamu kweli. Maongezeko kimfumo.